Tutashirikiana neno la Mungu kutoka Injili ile ya Mathayo sura ya 17 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 9, lakini mimi nitasoma tu ile aya ya 5, na kwa sababu kifungu cha maandiko kilishasomwa, naamini utakuwa unakumbuka yale ambayo yamekwisha somwa. Neno la Mungu linasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wazo kuu la Jumapili ya leo kwa mujibu wa kalenda yetu ni utakaso. Mwambie jirani yako utakaso. Mwambie tena utakaso. Kifungu hiki cha Injili ya Mathayo sura ya 17 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 9 kinaelezea tukio la kubadilika sura kwa Yesu mlimani. Na kama ukisoma sura ile ya 16 utaona tukio hili linatokea baada ya Yesu kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu mateso yake na kuwatahadharisha kuhusu kubeba msalaba. Inapatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 16 na mstari ule wa 24. Na baada ya hapo ndipo Yesu anawachukua Petro, Yakobo na Yohana na anapanda nao mlimani. Na alipofika mlimani, Yesu akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Musa na Eliya wakatokea wakizungumza naye, na sauti kutoka mbinguni ikasema maneno yale ambayo nimeyasoma katika mstari ule wa 5, kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukio hili linafunua utukufu wa Kristo na linatoa taswira ya utakaso, hali ya kutengwa kwa ajili ya Mungu na kung'aa kwa utukufu wake. Nilisema wakati huu Musa na Eliya walipokuwa wamemtokea Yesu na wanafunzi wake kule mlimani, ni jambo ambalo lilikuwa linashangaza, ni jambo ambalo liliwashtua watu, kwa sababu Musa alishafariki muda mrefu, alikuwa hayupo hapa duniani wakati huo, na Eliya alishanyakuliwa kwenda mbinguni. Lakini Yesu na wanafunzi wake walipopandisha kwenda mlimani, baadaye Musa na Eliya wanatokea. Unajua, ukitokewa na watu waliokufa zamani, yani wamekufa zamani, halafu ghafla wanatokea, nafikiri kama alikuwa ni ndugu yako unaweza kukimbia. Bwana Yesu asifiwe.